siku ya heshima, kumbukumbu na mshikamano wa kimataifa kwa wanaume na wanawake majasiri wanaojitolea maisha yao kila siku. Ndio. Okay, sawa. Asante sana. Kwa hiyo nini hasa ambacho kimepelekea mpaka hii siku ikawepo? Asante sana. Chanzo cha kuanzishwa kwa siku hii, siku hii ilianzishwa rasmi mnamo mwaka 1999 kufuatia tukio la kusikitisha lililotokea nchini Australia, ambapo wazimamoto walipoteza maisha wakijaribu kuzima moto mkubwa wa msitu katika eneo la Lavington, jimbo la Victoria. Okay. Tukio hilo liliamsha hisia kubwa za watu duniani kote, na jamii ya kimataifa ikaona haja ya kuanzisha siku ya kuwaenzi mashujaa hawa wazimamoto. Sawa. Ndio. Na asante sana kwa kufahamu hilo. Labda kwa mkoa wetu wa Manyara sasa, kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tunafahamu kwamba maadhimisho ya siku kama hizi mbalimbali kuna kuwepo na kauli mbiu inayobeba hiyo siku. Vipi kuhusiana na kwa siku hii ya Zimamoto na Uokoaji? Kuna kauli mbiu ambayo inabeba hii siku, lakini pia kuna vitu ambavyo labda huenda kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Manyara mmejipanga kufanya katika hii siku katika kuweka uelewa kwa wananchi? Ni kweli Raymond, kama ulivyosema, kuelekea kilele cha hii siku ya Zimamoto duniani, zipo shughuli kadhaa ambazo tunakuwa tumeanza kuzifanya. Lengo kama ulivyosema pale kwamba tunahakikisha kwamba jamii inakuwa ni sehemu kwanza, kushirikisha jamii kutambua kwamba wenyewe ni sehemu pia majanga na matatizo mbalimbali yanapotokea, wanakuwa wakisaidiana nasi katika kuyakabili au kutatua kabla, wakati na baada. Kwa hiyo tumekuwa na mfululizo wa matukio kadhaa tokea mwanzoni mwa wiki ambao sisi kama jeshi tumekuwa tukiyafanya. Miongoni mwa shughuli hizo tumekuwa askari wetu wamekuwa wakitembea katika maeneo mbalimbali hapa mjini kwa lengo la kutoa elimu na kuwafahamisha juu ya uwepo wa hii siku. Maeneo hayo ambayo tunayatembelea ni ikiwemo ni kwenye shule za msingi pamoja na sekondari, lakini vile vile kwenye masoko, maeneo ya biashara kama vile masoko, lakini kadhalika na kwenye vijio vya bodaboda na maeneo mengine yote ambayo tunaona haya yana mvuto na ni muhimu kuhakikisha kwamba tunayafikia katika wiki hii, kuhakikisha kwamba tunafikisha hii elimu na kuwepo wa hii siku. Okay. Tumekuwa tukifanya ikiwa kama ni sehemu ya wajibu wetu katika utoaji wa elimu katika maeneo mbalimbali. Lakini sasa tumekwenda na mbinu tofauti ambayo tumekuwa tunasambaza pia vipeperushi vya namba yetu ya dharura. Wiki hii pia tunaenda sambamba na kuitangaza namba yetu ya dharura 114 ili jamii izidi kuwa na uelewa wa kufahamu pale tatizo linapotokea ni njia zipi ambazo wanaweza kuzitumia kutoa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Hiyo ni njia moja hapo. Lakini njia nyingine katika kuadhimisha au kwenda kwenye kilele cha Zimamoto, siku ya Zimamoto duniani tarehe 4 Mei, ni kama hivi tulivyo hapa. Tunajaribu kutoa elimu, kukumbusha, kuelimisha jamii. Na tumekuwa wewe mwenyewe shahidi Raymond, tumekuwa na mfululizo wa vipindi hivi vya uelimishaji kwa jamii. Na hapa katika kuelekea hii kilele pia tunafika kwenye redio za jamii kuendelea kutoa elimu kwa jamii namna ya kukabiliana na majanga ya moto. Lakini jambo jingine la tatu ni tunalolifanya ni kuhakikisha tunatoa misaada ya kibinadamu kwa wenye mahitaji kwenye jamii. Kumbuke kwamba sisi ni jeshi, lakini kwenye jamii wapo watu mbalimbali wenye mahitaji wanaotuzunguka. Jeshi la Zimamoto liwezi tukajitenga na jamii. Wao bila sisi hatuwezi tukawepo, na sisi bila wao hatuwezi tukawepo. Kwa hiyo tunakuwa tunafika katika baadhi ya maeneo, hasa vituo vya watoto yatima, hatuwezi tukavifikia vyote, lakini kwa ajili ya kutoa ile misaada ya kibinadamu ya kuweza kuwasaidia ili kuona ni jinsi gani na sisi tunagusa maisha yao katika kipindi kama hiki, ambayo kauli mbiu yetu inasema linda maisha, dumisha usalama, wazimamoto ni msingi wa jamii salama. Kwa hiyo ndio kauli mbiu kuelekea kilele cha wiki ya Zimamoto duniani kwa mwaka huu 2025.
Lakini niongezee kwa yale ambayo mfululizo ambayo jeshi tunaendelea kuyafanya, tutakuwa pia na matembezi ya askari siku ya Ijumaa hapa mjini. Okay. Tutakuwa tunapita barabarani kupata matembezi ya ukakamavu. Tutaanzia pale kituoni, kuna baadhi ya njia ambazo tutazipita na baadaye tutafikia tamati pale katika viwanja vya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji karibu na kituo cha mafuta cha Njaki. Lakini jambo jingine ambalo tunalifanya katika kipindi kama hiki kuelekea wiki ya zimamoto, tutakuwa na mashindano mbalimbali baina ya maafisa na askari katika vile viwanja vya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji.